Naam, karibu sasa mtazamaji katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo baadhi yetu huwa kila wakati tunalalamika kwamba vijana hawana nafasi za ajira. Lakini tulikosea wapi kwamba viwango vimefikia kiwango hiki? Idadi ya vijana ambao hawana ajira. Ni kwa nini hawana ajira? Tuliwatayarisha kwanza kuweza kujiajiri ama tulitayarishwa kuajiriwa? Ndio mada ambayo tunajadili katika sehemu yetu ya swala nyeti, tukiwa naye mbunge wa Kajiado Kaskazini Joseph Manje, ambaye wakati mmoja alikuwa kamishna wa tume ya TSC na mwanachama wa sasa wa kamati ya bunge kuhusu elimu. Karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Okay, asante sana. Labda kwanza nianze kwa kusoma jumbe za wale ambao wamezituma, mbili tu, kisha tuingie katika mjadala wetu. Habari Zubeda, si jambo. Mfumo wa elimu umechangia kwa kiwango kikubwa sana kukosa kazi kwa vijana wengi. Mfumo wa 844 mwanzoni ulikusudiwa kufunza graduate ujuzi na maarifa ili kujimudu kimaisha, kujiajiri, lakini ilivyo sasa ni tunawafunza kuweza kuajiriwa. Mwingine anasema ndio Zubeda, kazi ni kazi, lakini wengi wetu hubagua kazi kwa kuwa ni mbaya ama ni chafu. Huyu ni Sharif Ayub akiwa mtaani Isli. Na mwingine anauliza masomo kama art and craft yalienda wapi? Inafaa irudishwe. Huyu ni David Maiso kutoka Nandi County. Unakubaliana na jumbe hizi? Hiyo ni ukweli tupu. Ukiona the 844 system wakati ilianzishwa, lengo hasa ilikuwa ya kwamba wakimaliza like form 4 wanajitegemea. Kwa sababu wakati huo nilikuwa mwalimu, tulikuwa tunafunza hata hesabu. Ukifunza hesabu unafanya practical thing related kwa hiyo, ili mtoto akimaliza anakuwa self reliant. Lakini tulienda tukakosea pahali fulani. Hatukuweka umuhimu sana katika the technical part of it. Na ndio unaona watoto wengi wakisoma wakimaliza form 4 wengi wanataka kuajiriwa badala ya create employment. Kwa hivyo mimi ningependelea ama the correct thing ni tufikirie ya kwamba sio lazima usome uajiriwe. Ni vizuri usome ujue kuajiri watu ama kufanua ujue kitu ambayo waweza kujifanyia na mikono yako. Na kusema kweli informal education Kenya tumefanya vizuri sana. Ukienda nje, even other countries, tuko na very well educated class of people. Hata ukitoka uende which village utasikia watu wanazungumza Kiingereza. So kwa sababu wamemaliza form 4, wamemaliza pahali fulani. Lakini ukitafuta wale technical people, ukienda the same place unasikia wakizungumza Kiingereza, uulize ni nani anajua kufanya plumbing in the house, utapata. Saa hizi wale plumbers tuko na wao hapa area hii ni wachache sana. Saa hizi ukitaka kufanya hii building plumbing, itabidi uulize mtu fulani, unajua nini, anajua hii kazi yake iko namna gani, huna ile reference. Lakini tukifanya technical schools, ukihitaji watu wa kufanya plumbing in this building, utakuwa ukipiga simu, unawaita, wanakuja wanatengeneza. Kwa hivyo wewe binafsi unakubaliana na hiyo dhana iliyopo kwamba idadi kubwa ya vijana ambao wako nchini bila ajira imechangiwa pakubwa na mtaala wa elimu nchini? Ndio, hiyo nakubali. Ndio nakubali. Na ndio tunatakiwa sasa tufikirie mambo ya technical. Hakuna haja ya hiyo formal education again. Na pia kuna wale wanahisi kwamba ni kutokana na hali hii ambapo hatuna wajasiriamali ambao wanajitokeza. Na pia umegusia kuwa baada ya shule watu wengi wanaenda pale kutengeneza CV, unabisha hodi Standard Group, unatafuta ajira. Na una mwalimu wa wino akiwa Kitengela anasema, Zubeda, nimesomea ualimu wa shule ya msingi lakini sijawahi pata kazi. Haki naomba mheshimiwa, iwapo ako na shule ya msingi naomba mheshimiwa akina shule ya msingi juu najituma sana. Huyu ni mwalimu wino wa Kitengela. Naona mara nyingi wengi wamesoma lakini wanapomaliza shule wanakuwa hawana ajira. Ni vipi ambavyo kwenye ule mtaala wa elimu tunaweza kuhusisha mambo ambayo yatatayarisha wanafunzi kuwa wajasiriamali baada ya shule? The correct thing ni kwanza mfumo iwe inatayarisha watu wakitoka nje wao wanajifanyia kitu. Tena lazima tubadilishe mawazo yetu. Unajua pale Bedeni tulikuwa tunafikiri wale watu ambao wanaenda technical school ni watu ambao wako na upungufu kidogo wa akili. Wale watu hawezi kushoot high. Imefika pahali tuone ya kwamba kama designers unataka watu wenye very sharp minds. Alright? Ili akiangalia building anaona iko laini. Alright? Huwa ninajiuliza wale watu ambao tunachukua tunapeleka Alliance, for example Alliance Boys. After that, suppose tuwachukue wote tuwapeleke in a technical school. Alright? From technical school we empower them. Hii country itakuwa na very sharp mind, na building kama hii watakuwa wakidesign na watakuwa sasa wakijadiliana mambo ya very good designs kwa sababu
of their mind. Lakini wale tuko na wao, wengi wao, sorry to say so, wamesomea jua kali. Alright? Ni watu ambao waliona pahali watu wanafanya mjengo, wanaenda pale wanajifunza, wanajua kuwekelea mawe, lakini hawana ile technical knowledge. Kwa hivyo tulikosea, na ndivyo serikali sasa inafikiria ngoja sasa to think. Na serikali ya Jubilee ikasema hivi, in every constituency lazima kuwe na technical school, and it is doing that. In every ward lazima kuwe na ile village polytechnic. Ili watoto wakimaliza class 8 wanaenda in a village polytechnic, wakimaliza form 4 wanaenda in a technical school to be trained. Ili saa hizi pengine kwangu nikitaka praba nitakuwa nikipata somebody qualified. Lakini wengi hawathamini sana masomo ambayo yanafanyika. Si wengi wanaweza pendelea kwenda katika shule za kiufundi kwa mfano. Kwa sababu ninavyojua sasa mtu akimaliza kidato cha 4 wanataka kwenda chuo kikuu, unataka uonekane ulisomea chuo kikuu ambacho kinasifika kote ulimwenguni, umepata masters yako, unataka kuonekana kwamba uko na certificate za kutosha. Wengi hawaangalii masuala kuhusu taasisi za kiufundi kwa mfano yale yanayofunzwa kule. Ndio nasema value system ya education tuanze kubadilisha, kwa sababu waweza kupata hata hiyo masters in design na ulianzia pale form 4 in a technical school. Vile tu ilikuwa pale mbeleni, unaingia in a technical school, unakuwa trained, unaenda in a technical university, unakuwa designer. Kama hizi computers ziko, unachukua hiyo line, alafu unakuwa somebody who can make computers. At least tuwe na dual, it's normally called dual education. Pahali tuko na ile academic pure na tuna hii ingine ya technical pure, ili watu wale wanaamua kufuata hiyo line, unafuata, unafanya very formal education kidogo, then you concentrate on that one. Na wao ndio watakuwa designers, ndio watakuja kutengenezea ma computers na vitu vingine nyingi. Lakini hawa pia wengine ni wakuajiriwa wao wachache. Kwa sababu everybody in Kenya akiwa ni wakuajiriwa, kwani hii kazi itatoka wapi? Na pia hata kabla tujamaliza hapo, ni vizuri pia wale vijana respect zile kazi wanapata pale, kwa sababu those are the jobs. Unaona mtu akona ile sector ya transport, mtu anaendesha matatu, lakini respect ile kazi kama transport. Alright? Anataka kazi nyingine ya kuajiriwa kaya ofisi. Alright? Unajua sometimes huwa nastuka sana vijana wakija ofisi yangu kutafuta kazi. Na kuuliza unafanya kazi gani? Ananiambia mimi ni driver wa matatu. Namuuliza unalipwa pesa ngapi kila siku? Ananiambia analipwa 1000 kila siku. Namuuliza unatafuta kazi nyingine na unalipwa 1000 every day, ni kazi gani nyingine ambayo utapata pesa zaidi ya hiyo? Lazima uende pale ufanye kazi yako vizuri and respect your job. Na hiyo respect ikiwa kila mtu ataanza sasa kujivunia hiyo transport sector ni nzuri, na ichukue vijana wengi sana. Kama mambo ya bodaboda unajua imechukua vijana wengi sana. Wa respect hiyo kama one of the sectors in the country, na tutaenda mbali sana. Na labda kuambatana na hili ambalo David ameuliza, masomo kama art and craft yalikwenda wapi? Nakumbuka wakati wetu tulikuwa tukisoma kilimo, agriculture, kulikuwa na home science. Masomo kama hayo nadhani yangekuwepo hadi leo, yangewasaidia wengi kuwa wafanya biashara, kuanzisha biashara zao wenyewe. Labda ulipokuwa TSC, uliweza kujadiliana na wale wanaotayarisha mtaala wa elimu. Nadhani pia sasa ukiwa kwenye kamati ya elimu bungeni unawasiliana nao. Je, matayarisho ni mambo gani ambayo yamepangwa kuwekwa kwenye mtaala wa elimu ili kuleta vitu ambavyo vitawatayarisha wanafunzi kuwa wafanyakazi wa baadaye? Wanasema nini? Ndio tunasema tunaambia wanafunzi hiyo arts and craft ni maisha. Alright? Tuache kuona ukifanya kazi na mkono yako ni kama utumia akili. Lakini vitu kama hivi vimeondolewa kwenye masomo, haviko tena, viliondolewa. Sasa zinarudishwa kwa new curriculum. Kwa new curriculum ziko. Na ndio nauliza ni mpango gani ambao umewekwa labda na hao wanaotayarisha mtaala wa elimu? Wamewaeleza wanapanga nini hasa? By the way, zilikuwako. Vile ilikuwa hazikuwekwa umuhimu sana. Kwa sababu unajua course kama home science bado iko kwa shule, lakini wale wana opt ni wachache sana. Na unaona vijana wakichukua, pengine wanaambiwa na wasichana hiyo ni kazi ya wasichana nini. You see, kuna ile sasa value system like nchi ambao tunatakiwa kuamuka na tuambie vijana wetu, tuambie ya kwamba hii masomo ambayo unafanya this is the correct thing. Ngoja nikwambie siri moja. Unajua kama welders wale tunawao Kenya, katika hii program ya RAPSET hii inaanza, hatutapata enough welders specialized ya kufanya kazi hapa Kenya. Itabidi pengine to import from Dubai workers wa kufanya welding, kwa sababu wale welders tuko na wao ni wale wa kwenda pale nje kutafuta hiyo kibarua
anachomelea siku 3, anavalia hiyo apron ati ya kwamba yeye ni welder. Tunataka watu ambao wameenda darasani, amekuwa trained on how to weld, ambaye anajua even the technical mentality, the properties of a metal, ili anachomelea vile inafaa. Tukienda that line, tutakuwa hii inchi itakuwa hatuta depend na outside world again. Naam. Yes. Na ndio wengi sana wanauliza, na kwa wale ambao tayari wako kule nje, tunajua asilimia ni ngapi wanasema kwenye takwimu, ni 60 ama ni asilimia ngapi ya vijana ambao wako kule nje hawana ajira? Tayari wako kule nje, tunaweza kuwanusuru vipi? Na mwingine pia anasema ameuliza swali ambalo nimeliuliza, habari Zubeda, masomo ya home science, art and craft yamekwenda wapi? Huyu ni Timon Kipling akiwa Lodwa. Na mwingine anauliza, kuna jambo muhimu sana ningemsihi mgeni wetu anipe ufafanuzi wa shule za upili, mbona hazijapunguza karo? Je, nani atatusaidia ili karo ipunguzwe kulingana na tangazo la serikali? Huyu ni David Kibe akiwa Kericho. Maswali hayo tutayapa majibu muda si muda, usiende mbali, tunachukua mapumziko mafupi.